Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tujitahidi kutengeneza sensitivity kubwa ya kumsikia Roho Mtakatifu. Yeyote aliye na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu hajawahi kubaki kama alivyo kwenye maisha yake. And that's why kuna watu kila siku wanasema tuko pale pale. Kwa nini? Kwa sababu bado hawajatambua msaada wa Roho Mtakatifu kwenye kazi wanazozifanya. Hawajatambua msaada wa Roho Mtakatifu kwenye masomo yao. Hawajatambua msaada wa Roho Mtakatifu katika kitu chochote wanachokifanya. Ukiwa unafanya huduma yoyote, usipokuwa na Roho Mtakatifu, hiyo huduma haiwezi kwenda popote. Ndio maana nasema sio kwa nguvu. Hata kama utakuwa na jitihada kubwa kiasi gani, hata kama unaweza kupambana kiasi gani, hata kama una bidii kubwa kiasi gani, kama hauna Roho Mtakatifu hauwezi kwenda popote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mithali sura 27 mstari wa 7. Maandiko yanasema, nafsi yenye njaa huona kila kitu kichungu, nafsi iliyoshiba hukinai sega la asali, bali nafsi yenye njaa huona kila kitu kichungu kuwa kitamu. Nafsi iliyoshiba inakinai sega la asali, bali nafsi yenye njaa inaona kila kitu kichungu kuwa kitamu. So whatever utakuwa na bidii ya kuvibadilisha vyovyote unavyoviona vichungu kuvifanya kuwa vitamu, lakini kama hauna Roho Mtakatifu ndani hauwezi kuvibadilisha vile vitu. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kukombati kitu chochote ambacho unakiona ni kigumu. Inawezekana unaishi kabisa kwenye semester yako ya pili, hauna muda ya kusoma, hauna nguvu ya kusoma, haujisikii kusoma kila siku. Maanake wewe unahitaji Roho Mtakatifu akupe nguvu. Maandiko yanasema pale tunapozimia, pale tunapohisi hatuwezi, Roho Mtakatifu anatupa nguvu. Pale tunapohisi hatuwezi kuendelea, Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kuendelea kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa kitu chochote unachokifanya, tambua pasipo na uwepo wa Roho Mtakatifu hauwezi kufanya. Na ndio maana usiku wa leo tupo kwa ajili ya kusifu na kulitaja jina la Roho Mtakatifu, au kutambua kazi kubwa anayofanya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ameachilia transformation kubwa sana. Watu wengi zamani walikuwa hawana ukaribu na Roho Mtakatifu. Walikuwa kuna namna hawezi kuzungumza naye kama tunavyosema naye sasa. Lakini sasa hivi maandiko yanasema neema imeachiliwa juu ya wanadamu wote. Maanake wote tuna iko chance, tuna iko access ya kuzungumza na Roho Mtakatifu. Kitu unachotakiwa kufanya ni kuimarisha mahusiano yako. Kuna mtu anauliza, nawezaje kuimarisha mahusiano yangu na Roho Mtakatifu? Lazima uanze kutengeneza tabia ya maombi. Lazima uanze kujiandaa kwa kulisoma neno la Mungu. Ni lazima uanze kuangalia ni aina gani ya watu unaotembea nao. Of course, watu unaoambatana nao kila siku wana affect maisha yako kwa asilimia zaidi ya 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati naelekea kumalizia, nilisema sitatumia muda mrefu. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja wakati tuko level, na of course naomba nizungumze kama ilivyokuwa. Ndio. Alikuwa ni mtu ambaye namkubali sana. Sasa kuna kipindi nikawa kuna ile wanasema yani unanyoa nywele hazilingani. Sio kubwa, yani tu ni ndogo lakini hazilingani. Sasa yule jamaa tu kwenye ibada alikuwa ananyashia moto. Ananiambia, dogo, unanyoaje hivyo kiuno? Kipindi hicho yeye ananyoa, nywele zake zinakuwa flat, zinakuwa sawa. Hapo tulikuwa form 2 nakumbuka. Alafu nilipofika form 4, sasa mimi amenifundisha kwamba nisinyoe vile. Nika-adapt, nikabadilika. Alafu yeye amefika form 4, akanyoa kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikajifikiria kwamba huyu mtu Roho Mtakatifu amemsaidia au kitu gani kimemsaidia? Nikaanza kufanya investigation. Nikakumbuka kwamba company au association aliyokuja kuipata ilikuja kumharibu. Kadri unavyoanza kuambatana na watu ambao sio wazuri, unaweza kusema mimi sibadiliki, lakini waga ni taratibu. Waga ni taratibu. Inaweza ikachukua mwaka mmoja, miaka miwili, lakini hauwezi kubaki vile vile ulivyo. Ndio maana mtu unayemsikiliza sana, kuna asilimia 2, 3 mpaka 10 utazichukua kutoka kwake. Maana kama kuna watu unaoambatana nao kila siku, uwe na uhakika kwamba kuna vitu utavichukua kutoka kwao. Kwa kama unaambatana na Roho Mtakatifu kwenye safari yako ya kila siku, uwe na uhakika kwamba kutembea kwako, kuwaza kwako, kuzungumza kwako, chochote unachofanya kitafanana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tujifunze kutembea na nguvu ya Roho Mtakatifu. Usiku wa leo utupe kutambua mchango wa Roho Mtakatifu. Kanisa letu
limeumbuka au limetengenezeka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Unapoambiwa chanzo cha makanisa alianzisha mtu fulani, hakuanzisha kwa mawazo tu, ni Roho Mtakatifu alimfunulia, akamwambia natamani tulete uamsho. Na kwa mfano sasa hivi unaona kuna uamsho, kuna vijana wengi wanatangaza habari njema ya kimungu, kuna vijana wengi wanamhubiri Kristo, kuna vijana wengi wanatangaza habari za Kristo, wako wengi wanatangaza. Kwa nini? Kwa sababu wameamua kutengeneza personal relationship na Mungu. Ninachokuasa na kukuachia siku ya leo, wewe kama Mkristo, wewe kama mtu ambaye umekubali kumpokea Bwana, anza kutengeneza maisha yako na Roho Mtakatifu, kwa sababu usipokuwa na Roho Mtakatifu unaweza ukafanya vizuri kwenye mitihani, unaweza ukafanya vizuri kwenye chochote, unaweza ukawa na sura inayovutia, lakini unaweza usipate mchumba. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu kwako hayupo. Watu sura zao sio nzuri, lakini wanapata na wanaolewa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao wanaye aliye mkuu, ndani yao wamembeba Roho Mtakatifu. So kinachonitamani sio uzuri, kinachonitamani sio matokeo, kinachonitamani sio GPA, kinachonitamani ni Roho Mtakatifu uliyemweka ndani. Unaweza ukasimama. Amen. Amen. Unaweza ukasimama. Nataka tuende tukamwambie Roho Mtakatifu, pasipo yeye hatuwezi kitu chochote. Kwa dakika chache sana mwambie Roho Mtakatifu, pasipo wewe siwezi kitu chochote. Na kwa sababu hiyo ninahitaji msaada wa kwako, ninahitaji msaada wa kwako. Mwambie tu Roho Mtakatifu, ninajua kuna mtu anapitia magumu kwenye masomo yako this semester, hauna muda ya kusoma, hauna nguvu ya kusoma, kila siku unapitia magumu, kila ukikaa kwenye meza unakosa kabisa nguvu ya kusoma. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, atakwenda kushughulika na changamoto yako. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, atakwenda kushughulika na chochote unachokutana nacho. Kuna vitu vingine huwezi kuvisema, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, anakwenda kutenda, anakwenda kufanya, anakwenda kubadilisha maisha yako. Unaweza tu kaanza kupaza sauti yako, mwambie